Na si ya kwamba labda unasema kwamba hapo unasema kwamba labda ni mtoto mdogo ambaye ni mdogo ampotea mdogo. Ni yule mdogo kiimani. Na maana wale ambao hawajaelewa imani yao bado ndogo, alafu na wewe ambao unayekwisha kusoma muda mrefu unakuja na ndio maana kila siku hapa inakuja wewe. Ukienda kumshuhudia nani, kuna mtu ambaye amepigika huku, ametoka nje kule, alafu amerudi nyuma, anasema wewe kwa mimi toka miaka ya 80 nimeenda kanisani, sijaona kitu chochote. Sawa, haujaona kitu chochote kwa sababu haukusimama vizuri na Mungu wako. Kwa hiyo huyu muache huyu, kila mmoja atabarikiwa kwa njia zake na jinsi anavyosimama yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo maandiko yanapatikana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 6. Ya kwamba tunao uhakika wa uzima wa milele ikiwa tunajitahidi kufuata mfano wa Yesu na kuishi katika katika Kristo aliye hai. Ili uhakika wako uweze kuonekana, uwe na uhakika, inataka kwamba uamini na kulikubali na kubaki katika neno la uzima, yani Kristo aliye hai. Neno ndio Kristo. Soma ile Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 1 na kuendelea. Pale utatu mtakatifu unatambulishwa. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa, yani anatambulishwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia ule mstari wa 14, hapo ndipo naenda kujua ya kwamba naye neno alifanyika kuwa mwana, ambaye ndio Yesu Kristo, ambaye alifanyika kuwa mwana. Lakini hapo maandiko ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 1, utaona ni namna gani jinsi inavyotakiwa kukaa ndani ya neno. Usibabaike, uliamini neno, unakulikubali na kubaki, si tu kutangatanga au kukaa katika hali nyingine. Kwa hiyo utakuwa katika mazingira yaliyo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya mambo 9 tunaenda kumalizia hili la mwisho, na hapa ndio itakuwa ni mwisho wa somo letu leo. Sehemu ya 9. Tunao uhakika wa uzima wa milele ikiwa tuna shauku kubwa na tumaini lisilobadilika la kurudi kwa Kristo ili aje kutuchukua. Ina maana watu hapa inakuaga wanapoendelea, kwa sababu hata mimi kipindi kile nilibabaishwa sana, na inawezekana na wewe labda bado unajiuliza maswali yale, ingawaje hausemi, lakini kuna neno ambalo unaendelea labda kwa nini kujiuliza. Ya kwamba mimi nakumbuka, kwa sababu nimeshakuwa wa kitambo kidogo, mwaka 84, nakumbuka mwaka 84 walitangaza ya kwamba ndio mwisho wa dunia, Yesu anakuja. Wale waliokuwepo kipindi kile kama wanakumbuka watanisaidia. Walisema ya kwamba mwisho wa dunia, Yesu Kristo anakuja. Sasa na mimi nikiwa nipo, huo mwaka ulipita, sikufanya nini? Sikuona kama Bwana Yesu anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikapita, ikaja mwaka 90, ilikuwa 96 kama 95 kwenye uchaguzi ambazo vyama vingi vilivyoanza uchaguzi 95. Napo pia ikatangazika mwisho wa dunia, lakini ukaja ukapita. Hamna hajaja. Kwa hiyo lazima mioyoni sasa tunaanza kujenga hivyo tu. Na mwaka 2000
napo pia walitangaza. Kubwa zaidi ambayo sasa hii hapo, na kama ningelikuwa na mimi sijui, nikatoka kwenye mitandao, tulikuwa tunajifunza. Nilikuwa pale Dar es Salaam, pale kuna radio ya mtumishi Sylvester Gamanywa. Kulikuwepo na mtangazaji alikuwa anaitwa Rita Chiwalo. Kulikuwepo na mtumishi wa Mungu kutoka Iringa. Yeye alihojiwa kwenye kipindi asubuhi, na redio nikiwa nayo mkononi hivi. Anasema ya kwamba 2012 ya kwamba mwezi wa tano 2012 Bwana Yesu anakuja. Kama mtakumbuka hapa Iringa hapa kulikuwepo na ilitangazwa, walitangaza washirika walikaa kanisani sijui karibia siku ngapi, wanasubiria ujio wa nani? Wa Yesu. Akahojiwa, akaambia kwa hivi kweli sasa mtumishi, kama hiyo siku ikifika alafu isitokee itakuwaje? Anaapa. Anasema kama mimi ni mtumishi wa Mungu, nimesema utaona itatokea. Kwa hiyo sasa inawezekana na wewe ukawa na hiyo wazo au ile hali ya kwamba unabadilika. Sasa hapa, ili uwe na uhakika ya wokovu wako, maandiko yanasema kwamba uwe na shauku kubwa na tumaini lisilobadilika la kurudi kwa Kristo ili aje kutuchukua. Kwa hiyo maana pale wewe elewa tu ya kwamba Bwana Yesu atakuja kutuchukua. Usibadilishe kusema kwamba hao wanasemaga tu, mbona mpaka sasa haijatokea. Utakuwa umepoteza haki yako ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 2 hadi wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 2 hadi wa 3, na Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Hapo ukiona hayo, ujue ya kwamba wewe uko katika hali salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, nimefika mwisho wa neno ambalo Biblia imeweza kuniambia, ambalo tumeweza kujifunza. Nataka nikwambie mimi kama mimi, umechagua kuokoka, na kama haujalazimishwa wewe mwenyewe, na kuomba usichezee nafasi hii, kwa sababu kuna watu wengine anayetufanya tuokoke ni Mungu mwenyewe. Ina maana hata wale kule, kwa sababu Mungu yeye anaweza. Mungu hata leo hii mimi nasema hivi, niko hapa madhabahuni hapa kwa uweza wa neno la Mungu au kwa uweza wa Mungu. Niko madhabahuni hapa nasema hivi, Mungu akisema ya kwamba sasa hawa watu wote walioko kule utaona wanakimbia wanakuja hapa pasipo hata kujua kwamba kwa nini wanakuja hapa. Mungu akiamua. Kwa nini sasa hajaamua kufanya hivi? Ana sababu zake. Na wewe uliyepata nafasi hii hapa, jivunie, kwa sababu wewe naweza kusema kwamba umethaminishwa zaidi uwe wa kwanza, na wewe ndiye uwe wa hukumu wa wale wengine. Kwa sababu sasa hivi ukitoka hapa, kuna wengine huwa wanadhihaka, wanaanza kukucheka. Angalia wewe, umetoka kanisani, umekula nini? Umepewa shilingi ngapi? Eti umegawa